Karibu Beta Africa. Leo tunazungumza juu ya mambo ambayo ni muhimu uyazingatie ukiwa kwenye kipindi cha kutafuta mtaji wa biashara. Wakati mwingine watu wanasema hakuna mitaji, na wanapojaribu kutafuta mitaji kwa ndugu na jamaa wanashindwa kuwasaidia. Kwa hivyo tumeona sisi kama Beta Africa tukuletee mambo ambayo ni muhimu uyazingatie kipindi ambacho unatafuta mtaji kutoka kwa ndugu na jamaa mbalimbali. Jambo la kwanza na muhimu ni kwamba hakikisha unaweza kuielezea biashara yako vizuri. Make sure you can clearly communicate your business idea. Mara nyingi tunakutana na watu anakwambia anataka kufanya biashara fulani, lakini unapomuuliza unahitaji kiasi gani, kwa ajili ya nini, tayari unaanza kuona hana taarifa muhimu. Mwingine atakwambia nahitaji kati ya $1,000,000 mpaka $2,000,000. Tayari hana uhakika na kiasi anachokihitaji. Mwingine atakwambia haraka tu kwamba nadhani nahitaji $1,000,000, lakini ukimpatia ile $1,000,000 hakuna chochote ambacho kinaenda kuzaliwa kutokana na ile pesa, na hiyo inatokana na mtu kutokuwa amechukua muda wake kukusanya taarifa muhimu ambazo zinamsaidia kujua mahitaji ya hiyo biashara. Kwa hivyo kabla hujaenda kuomba mtaji wa biashara, hakikisha unaweza kuifafanua biashara yako kwa kina na una taarifa zote muhimu: taarifa za wateja, taarifa ya bei, namna gani itafanyika hiyo biashara, na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini na kuahidi kwamba nitakuwa na kipindi kizima kwa ajili ya kukuelekeza namna ya kuzungumza ukiwa unaomba mtaji wa biashara. Hapa nitakufundisha namna ya kuzungumza kwa dakika zisizozidi 5. Huo umemaliza kufafanua biashara yako. Kwa hivyo leo tuendelee na mambo haya mtambuka ya kuweza kuhakikisha unayazingatia wakati unamuomba mtaji, awe ni mzazi, awe ni ndugu wa karibu, wawe ni marafiki, au mtu yeyote ambaye yuko kwenye nafasi ya kuweza kukusaidia mtaji wa biashara ili uweze kuanza hiyo biashara. Jambo la pili ni kwamba unapoenda kuomba mtaji wa biashara, usipende na kiasi kikubwa sana cha pesa ambacho kitamfanya huyo mtu aone kwamba ni jambo ambalo ni kubwa na huenda huna uzoefu. Likishindikana, basi atakuwa amepoteza pesa zake. Kitu kikubwa ambacho tunapenda kushauri ni kwamba biashara ni vizuri kuanza taratibu. Kwa hivyo unaweza ukawa una ndoto kubwa sana, lakini leo ni vizuri kuanza kidogo. Kwa hakikisha kiasi ambacho unakiraise kiwe ni kiasi ambacho hakimuogopeshi mtu, hakimtishi mtu. Waswahili wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha, lakini Waingereza wanasema you can start small and aim higher. You can start very humble, but in future you can have global success. Kwa hivyo you make sure unaweza kuanza kidogo, hata mtu anayekusikiliza aone kwamba ni kiasi ambacho anaweza akakusapoti. Inakuwa pia haingii akilini ikiwa huna uzoefu wa biashara na leo unaomba mtaji wa biashara, pesa nyingi sana ambazo unaweza ukazipoteza. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu mtu kukupatia sapoti hiyo. Kwa hivyo jitahidi uweze kukubali kuanza kidogo. Kuna faida nyingi sana unapoanza kidogo. Nikisema nizizungumze hapa nitachukua muda mrefu sana na nitashindwa kwenda kwenye mada, lakini nakuahidi huko mbele nitazungumza kwa nini ni muhimu uanze
kidogo. Hakikisha ukimwelezea mtu biashara yako aweze kuvutika nayo, kwa sababu unamuonyesha possibility. Unapokuja na figa kubwa sana, ninahitaji milioni 100 ili niweze kuanza biashara, naomba unipatie mtaji, inakuwa ni ngumu na mtu anakuwa haoni chansi ya wewe kurudisha ile pesa. Lakini unavyoenda mbele ya mtu na kiwango cha kawaida, mtu anaona hichi kiasi kiko ndani ya uwezo wangu, na huyu mtu kwa kiasi hiki maana yake yuko tayari kuanzia chini. Pia kumbuka, mara nyingi watu hawajakaa ki risk taking, Kwa hivyo unaweza kuwa una present wazo kwa mtu ambaye yeye mwenyewe si mfanyabiashara. Kwa hivyo ukiwa na figa kubwa sana, itakufanya uonekane kama mtu mwenye tamaa au mwizi au mtu ambaye hajui anachokifanya. Ni vizuri kuanza kidogo na baadaye kukua kadri unavyokuwa. Jambo la tatu ni kwamba ukiwa unatafuta mtaji wa biashara, hakikisha unakumbuka kwamba sapoti ya biashara si pesa peke yake. Unapotafuta mtaji wa biashara, kumbuka ya kwamba mtaji wa biashara si pesa peke yake. Kwa hivyo unaweza ukawa sapoti unayohitaji ni eneo la kufanyia hiyo biashara. Inaweza ikawa wewe sapoti unayohitaji ni ushauri tu namna ambavyo unaweza ukaifanya hiyo biashara. Unaweza ukawa unatafuta tu experience kutoka kwa hawa ndugu ambao wamekuzunguka ili uweze kuianza hiyo biashara. Nakumbuka kuna mwanafunzi wangu mmoja alikuja kuomba ushauri, na katika kumshauri akagundua nyumbani kwao kuna nafasi na angeweza kuanza ile biashara. Na hakuchukua muda, alianza ile biashara. Kwa hivyo wakati mwingine wewe unafikiri tu kwamba mtaji wa biashara ni pesa tu, kumbe ungeweza kupewa eneo la biashara, ungeweza kupewa ushauri, au ungeweza kusaidiwa kwa namna nyingine yoyote. Jambo jingine, hakikisha ukipewa sapoti ya fedha unawajibika. Ukipewa sapoti, ukipewa pesa kwa ajili ya biashara, unawajibika kutumia vizuri. Sio kwa vile leo pesa nimepewa na kaka, sasa matumizi yasiyo na sababu. Mara nilichukua teksi, mara nilikula chakula cha mchana 30,000, unajua ilibidi niweke bando, na pale ofisini nimebadilisha kiti, nimenunua 900,000. Kwa hivyo hiyo itamkatisha tamaa yule mtu ambaye ameamua kukusaidia. Kwa hivyo hakikisha unapunguza matumizi kwa kadri unavyoweza kuyapunguza. Hakikisha unatunza kumbukumbu ya mapato na matumizi unayoyatumia, na hakikisha unaweza kutuma ripoti kwa yule mtu ambaye amekusapoti mtaji huo. Jambo muhimu jingine ni kuhakikisha unatafuta mentor au coach anayeendana na biashara yako. Kabla hujaanza kutafuta mtaji wa biashara, anza kujiconnect na watu wanaofanya vitu vinavyofanana kwako. Nimekwisha kuzungumza hii pia katika video za nyuma, na hapa nitasisitiza tu kwamba unaweza ukatafuta mentors ukiwa vyuoni. Kule kuna walimu, kuna wafanyabiashara, kuna wafanyakazi wa chuo, lakini kwenye hizi club mbalimbali zinazokuwa vyuoni unajiconnect na watu kutoka taasisi na biashara tofauti tofauti. Kule usiende tu kushangaa, nenda ka connect ili upate maarifa mapya, itakusaidia kutengeneza connection za kibiashara. Unaweza ukawa hujui bidhaa hiyo inapatikana wapi, au hujui unaipata kwa gharama kubwa, lakini utakapokuwa una mentors, una coaches, watu ambao wanakushauri, wanakuongoza, wanakusimamia, utapata kujua access ya masoko ikoje, lakini pia utapata moral guidance kutoka kwao, na hawa watu watakujengea confidence ya wewe kuanza hiyo biashara. Kwa hivyo nakushauri sana, wakati unaendelea kutafuta mtaji, uanze kumtafuta huyo mentor. Siku hizi kuna changamoto, mtu anakuambia nina wazo langu tu, na hili wazo siwezi kulishare.
Ni sawa, lakini tunapopata mawazo ya watu wengine inatusaidia kupima kwanza wazo letu kama liko sawa, lakini pia tunapokea maoni ya watu wengine. Labda kama utaona wazo lako ni so creative, kwamba mtu ataliiba, unaweza ukalificha, lakini mara nyingi watu huwa hawajakaa kusubiri wazo lako ili wakaanze, nao wanakuwa na ya kwao. Mara nyingi watu ambao anaweza akakuguide akakushauri, mara nyingi huwa hakurupukii kwenye mawazo ya yule mtu anayekuja kuomba ushauri kwake. Mara nyingi ni mtu ambaye amejiorganize, amejipangilia, anajua anachokifanya, anajua ametoka wapi, anaenda wapi. Kwa hivyo itakuwa ni ngumu sana yeye, kwa vile tu amesikia kwamba unataka kuanza biashara ya pikipiki, basi na yeye aingie kwenye pikipiki. Lakini hata na yeye akiingia kwenye pikipiki, there is a place for each one of you. Acha uoga, share idea yako, pokea maoni ya watu, kuwa mtu anayeshaurika, kuwa mtu anayepokea. Miles Monroe aliwahi kusema, the richest place in the world is at the cemetery. Kule makaburini kuna biashara hazijawahi kuanza, kuna vitabu havijawahi kuandikwa. Sasa usiishie kuwaza na haushei mpaka ukashtukia na wewe umeenda makaburini. Kwa hakikisha unaweza kushare, ukapokea maoni na ushauri ili uweze kuanza biashara. Jambo jingine, hakikisha unatumia fursa mbalimbali za kiserikali pamoja na mashirika. Kuna mashirika ambayo yanasapoti vijana, yanawapa mafunzo mbalimbali, yanawasapoti kimtaji. Hakikisha umejiconnect huko. Kuna fursa ambazo ni za vijana, pesa za vijana kutoka kwenye serikali. Hakikisha umekaa mkao wa kupokea. Usisubiri mpaka watangaze kwamba kuna pesa ziko tayari ndio leo uende kutengeneza kikundi kwa ajili ya kwenda kuchukua hizo pesa. Tayari utakuwa umepitwa na gari la mshahara. Maana yake unatakiwa uwe tayari una kikundi ambacho kinajifahamu na kinajielewa, ili fursa inapotokea tayari uko tayari una qualify. Ninafahamu baadhi ya watu ambao wanasapoti vijana, including Tony Elumelu, huyu ni Nigeria, anasapoti vijana kwa kuwapatia $5,000. Wale ambao wana very innovative ideas. Sasa ukiwa ni mtu wa kukaa mwenyewe, umejitenga, kwenye forums mbalimbali haushiriki, iwe ni vyuoni, kwa hivyo unajikuta huna taarifa nyingi kabisa ambazo zingeweza kukusaidia. Kwa hivyo wakati unatafuta mtaji wa biashara, make sure umejiconnect na mashirika, umejiunga na vikundi vya vijana. Kuna innovation hubs mbalimbali, kuna hubs nyingi ambazo zinasaidia kunacha talents, zinaweza kukushauri, zinaweza kuwa zinakusaidia kuendelea kupata hizo skills. Kwa hivyo usikae ukasema mimi sifanyi biashara kwa sababu sina mtaji. Yapo mambo kadha wa kadha ambayo unatakiwa kipindi hiki unautafuta mtaji, basi na hayo mambo uwe umeyashughulikia, uwe umeyafanyia kazi, ili siku unapokutana na gari lako la mshahara, mtaji huu hapa ni moja kwa moja unaingia kwenye kazi sio kwama, kwa sababu tayari una taarifa kamili, tayari unao watu wa kushauri ambao wanakusaidia kupata maarifa mbalimbali. Tayari kama ni support ambayo sio ya kifedha peke yake, umeweza kuipata kirahisi, lakini pia umekubali kuanza kidogo na unaweza communicate your business idea very clear. Leo nitakuwa nimefika mwisho. Nikuombe uendelee kutufuatilia. Hakikisha umesubscribe na unabonyeza kengele kwa ajili ya kuendelea kutufuatilia, ili uweze kuchukua hatua ya kibiashara. Mungu akubariki sana.